Najua kuna wengi wanakijua kisamvu lakini wengi hawajui namna ya kukiandaa. Haya basi, mimi nakuletea leo video hii fupi ambayo inakuonyesha namna ambayo unaweza ukakitwanga kisamvu chako vizuri kwa njia ya asili au tunaita analogi, sio kublendi kwenye blender. Hii leo hapa nimekusogezea kama ambavyo unaona hapo nipo na bi mkubwa, yupo anachambua matembele mpaka nachapia jamani, nasema matembele, sio matembele ni kisamvu. Anachambua kisamvu vizuri kabisa, akimaliza hapo ananiwekea mimi naweza kutwanga. Unapoona hapo mama anapochambua, kitu ambacho anakifanya, anaangalia yale majani yote ambayo hayana wadudu, lakini pia anaangalia kile ambacho kipo kiteke kinafaa kwa ajili ya kuliwa. Katika kisamvu kwa mujibu wa mama alivyonifundisha, kuna namna sio kila majani yanatakiwa yachanganywe kwa ajili ya kutwangwa. Kuna majani mengine hayo yanakuwa wanasema yako peke yake na hayafai kwa kuliwa. Na katika hilo ambalo halifai kwa kuliwa, ni dhahiri shahiri kwamba hicho kisamvu kikichanganya kwenye hicho kisamvu kingine ambacho kipo sawa, ukienda kupika watakaokula wote wataharisha. Najua wengi hawalijui hili. Sasa chukua hiyo kutoka kwangu. Lakini pia kwa watu wa kaskazini, mnaongelea Moshi na Arusha, wengi wamekuwa kikikwepa sana ili kisamvu au mboga hii ya kisamvu ya asili kwa sababu moja tu. Wengine wanasema sumu, wengine wanaharisha wakila. Sasa hiyo ni moja kati ya sababu ambayo ukichanganya hilo jani la kisamvu ambalo liko peke yake ukichanganya na kisamvu kingine, ndo inaweza kupelekea kisamvu hicho kikipikwa kinaweza kusababisha watu wote watakaokula wakaharisha. Sasa leo hapo na kusogezea namna ambayo unaweza ukatwanga kisamvu chako vizuri kabisa mpaka kinalainika kupitia njia ya kutwanga kutumia kinu. Najua wengi tumezoea sasa hivi tumerahisishiwa, ukienda tu gengeni au sokoni unakuta visamvu tayari vimeshatwangwa. Kwa hiyo kazi yako unanunua, unachemsha, unapika bila kujua madhara ambayo unaweza kukutana nayo. Moja ya madhara ambayo unaweza kukutana nayo kwamba kisamvu kama hakijachambuliwa vizuri, unaweza kukutana na changamoto moja ya kisamvu hicho ukatwanga wadudu. Na kuna kuwaga na wadudu wengi tu katika hii miti ya kisamvu kwa sababu kipindi cha mvua kuna kuwaga na wadudu wengi sana ambao wanachipua. Kipindi cha mvua, kipindi ambacho miti ya kisamvu inachipua, kuna kuwaga na wadudu wengi. Kuna wadudu wale wa kuruka, kuna wadudu wengine wa kutambaa, kuna wengine wanakuwaga wapo kama funza. Kwa hiyo usipokuwa makini wakati wa kuchambua, kuwa na uhakika kabisa kwamba kisamvu chako utakula na wadudu. Kama unakula kisamvu chako unashangaa ladha imeongezeka, kuwa makini. Huenda hicho kisamvu wakati kinachambuliwa kuchambuliwa vizuri. Lakini pia wakati unanunua hicho kisamvu, kama umuamini sana huyo mtu ambaye anakuuzia, hilo pia ni tatizo kwa sababu wengine wanachukua tu kisamvu chochote kile wanakichanganya wanakuwekea. Hawajali kwamba hiki ni kizuri kimekomaa au hiki kiteke, hawajui. Kikubwa wao wanachojua wanafanya biashara, kwa hiyo wanachuma kisamvu, wanatwanga hata kama hawajakiosha vizuri. Mwisho wa siku wewe ambaye mtumiaji wa mwisho ambaye unaenda kutumia unakutana na madhara labda ya kuharisha na vitu kama hivyo. Kisamvu kizuri kabisa unatakiwa mwenyewe ukinunue, ukichambue, ukimaliza hapo unakitwanga kama hivyo. Japo sio lazima kutwanga kwa sababu sasa hivi tumerahisishiwa, tuna blender nyingi sana ambazo zinaweza zikablend kisamvu na kikalainika vizuri kabisa. Mimi hapo kwa sababu ilikuwa siku ya kifamilia basi na kuna kinu, nikamwambia basi wasije wakaharibu blender zao, wanikabidhi mimi hapo usukani, nikachukua kinu changu, nikakiweka kati, nikaanza kazi kama ambavyo unaona hapo natwanga. Nakwambia natwanga. Nishasahau nilitwanga miaka mingi sana kisamvu, lakini leo nikakabidhiwa na nikasema siwezi kuangusha. Yaani mimi kabisa, mimi millennial, mimi sio Gen Z, kwa hiyo vitu kwangu ni vidogo sana. Nishatwanga sana visamvu huko nyuma kwa bibi yangu. Kwa hapo nikawa natwanga. Hapo sasa unakiona kama unavyokiona hapo kimeanza kidogo kulegea. Kwa hiyo naendelea kutwanga na kutwanga mpaka kisamvu hicho kitakapokuja kulainika kabisa kwa ajili ya kupikwa. Kwa hiyo hapo nikaendelea kutwanga. Twanga dada, twanga. Nikasema mtoto wa dadangu, kaambia msogee hapo nisaidie kutwanga. Na akatwanga kidogo tukavivu, kaniambia nimechoka mama mdogo. Basi nikamwambia nirudishie mie mchi wangu niendelee kutwanga. Basi hapo
mama yenu mdogo, si shangazi yenu, nikaendelea kutwanga twanga na wewe, twanga na wewe, twanga twanga twanga. Nikasema siwezi kuangusha, yani mimi jambo dogo hili la kisamvu tulinishinde, majenzi watajifunza nini kwangu? Basi nikawa naendelea zangu kutwanga twanga na wewe, twanga twanga na wewe, twanga twanga na wewe, mpaka kisamvu changu kitapokuja kulainika kabisa. Hapo nikaambia ya dogo, endelea twanga twanga. Huyu mtoto wa dadangu yeye anaitwa Nuru. Nikamwambia Nuru, huwezi kukaa na mimi hapa afu umekaa tu unacheka cheka unapiga piga story. Twanga kisamvu hicho mpaka kilainike. Jamani mama mdogo. Kisamvu chetu ndio hicho, japo kijalainika sana, lakini nikasema ndio hicho hapo kimemalizika.